Karibuni wasikilizaji na watazamaji wetu wa channel yetu ya Afya Doctors. Mimi naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi, na leo nakuja kuzungumzia kuhusiana na tatizo la kutokwa na uchafu ukeni. Ni tatizo ambalo linasumbua wanawake wengi waliokuwa katika umri wa kuzaa na hata wale ambao wamepita umri wa kuzaa, wako kwenye menopause, pia wana changamoto kama hii. Hii tatizo lina vyanzo mbalimbali, lakini kitaalamu tunaita vaginosis. Inaweza kuwa bakteria au fungal vaginosis. Lakini pia hata virusi pia vinaweza vikasababisha hali kama hii. Kutokwa na uchafu ukeni kunaweza kuwa ni uchafu tu wa moja kwa moja au ni uchafu ambao unatoka kwa vipindi. Na tatizo hili mara nyingi linaweza likaanza kabla ya kuingia kwenye hedhi au baada ya hedhi au kipindi chote mwanamke akawa analalamika kwamba ana tatizo la kutokwa na uchafu ukeni. Sasa kutokwa na uchafu ukeni kunaweza kuambatana na muwasho na pia kunaweza kuambatana na kusiwe na muwasho. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na muwasho ukeni pia ule muwasho unaambatana na harufu, na mara nyingi chanzo chake kikubwa inakuwa ni usumbufu katika wale bakteria ambao wanalinda kule ukeni. Ukeni kwa mwanamke kuna bakteria walinzi ambao tunaita vaginal normal flora au tunaita lactobacilli, au kazi yao kubwa ni kulinda mazingira ya uke na wanazalisha tindikali tunaita lactic acid. Ambapo tindikali ikisumbuka kidogo, basi wale bakteria wanaacha kutengeneza hiyo, au bakteria kisumbuliwa kidogo, basi wanaacha kutengeneza ile tindikali, na mwisho wa siku wa bakteria wengine wavamizi wanaingia na kumfanya mama apate tatizo la muwasho na uchafu unaongezeka zaidi. Kwa mama anaweza akatokwa na uchafu kabla hajaingia kwenye siku zake. Na mara nyingi akikaribia kwenye siku afu anapata hiyo hali ya uchafu, basi ule uchafu unakuwa na rangi ya brown au rangi ya damu, na wakati mwingine unaweza kuwa na muwasho au usiwe na muwasho. Lakini mama mwingine ambaye anapata tu uchafu muda wote, mara nyingi unaweza kuwa ni ute mzito, kwa sababu kutokana na matatizo katika mifumo yake ya homoni. Mama mwenye tatizo katika mfumo wa homoni, basi daima utakuta anapata ute mzito daima ambao hauna harufu wala una muwasho, na aina hii ya ute mara nyingi au uchafu huo unaashiria kwamba huyu mama mayai hayatoki, na mara nyingi wanapata changamoto hii ni hasa wale ambao wanatumia vidonge vya uzazi wa mpango. Kwa hiyo uchafu pia unaweza kusababishwa na maambukizi ya bakteria kama nilivyosema mwanzoni, ambao wanaweza kuwa ni bakteria wa magonjwa ya ngono na kama kisonono, lakini pia wanaweza kuwa ni bakteria tu wengine wavamizi wakasababisha hali kama hiyo, na huyu mama akapata na uchafu mwingi pamoja na harufu ukeni pamoja na muwasho. Tatizo la kutokwa na uchafu linawapata zaidi wanawake walikuwa katika umri wa kuzaa, lakini pia linaweza likawapata watoto wadogo pamoja na wazee au wanawake ambao tayari wameshaingia kwenye menopause. Kwa hiyo wanaweza kukabiliwa na changamoto hii ya kutokwa na uchafu ukeni pamoja na muwasho. Kama nilivyosema mwanzoni, uchafu ambao hauna muwasho wala harufu ni dalili kwamba mayai hayapevuki au kitaalamu tunaita persistent pap. Lakini mwanamke ambaye anatokwa na uchafu daima ukeni, wakati mwingine inaweza kaambatana na maumivu ya tumbo chini ya kitovu, lakini pia inaweza ikaambatana na hata na maumivu wakati wa tendo la ndoa au wakati wa kujamiana. Na hii mara kwa mara inasababishwa na maambukizi. Maambukizi ambayo yanaweza yakasababisha matatizo kama haya ni mojawapo maambukizi ambayo yanaweza kusababishwa na utoaji wa mimba, au tunasema magonjwa ya zinaa, au kuharibika hata kwa mimba kama mama hajatibiwa vizuri, basi anaweza katokwa na uchafu ukeni ambao unakuwa una rangi ya brown au rangi iliyochanganyika na damu. Mama anaweza katokwa na uchafu lakini pia na majimaji yakawa yanatoka ukeni ambayo yanaambatana na harufu, na wakati mwingine anaweza kuwa na muwasho asiwe na muwasho. Hii pia sio dalili nzuri, inaweza kuwa ni viashiria vya saratani ya shingo ya kizazi. Hali mara nyingi inatokea kwa wanawake ambao wako katika umri wa kuzaa au zaidi ya miaka 35, pia wanaweza kupata changamoto kama hii. Tatizo kama hili kama nilivyosema linaweza kuwa ni viashiria vya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini tunapozungumzia viashiria vya saratani ya shingo ya kizazi, mara nyingi mwanamke pamoja na kutokwa na uchafu au majimaji ukeni mara kwa mara, lakini pia anakuwa na maumivu chini ya tumbo, maumivu ya nyonga na kiuno, na wakati mwingine maumivu sambamba kama magotini. Na mwanamke wakati mwingine anaweza kawa anapata hali ya damu wakati wanapojisafisha au wanapojamiana, basi anaweza katokwa na damu kule ukeni. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya viashiria tunasema vya saratani ya shingo ya kizazi. Uchafu pia unaweza kusababishwa mama akapata uchafu na muwasho ukeni kama anatumia baadhi ya dawa za antibiotics, kuna wengine zinawasumbua na kuwasababishia hali kama hiyo. Lakini pia inaweza kusababishwa na hata wakati wa kujisafisha isivyotakiwa, basi mama anaweza kupata maambukizi akahamishia yale matatizo bakteria kutoka kwenye haja kubwa wakaingia ukeni na kuweza kumletea usumbufu au kumletea tatizo kule ukeni. Mara nyingi tatizo likiwa la muwasho unaambatana na harufu pamoja na ule unakuwa ni mwingi, basi inaweza kumsababishia mwanamke akapata hata maumivu wakati wa kujamiana. Haya maambukizi kwa muda mrefu ya ukeni yanaweza kasambaa kafika mpaka ndani ya kizazi, na mwisho wa siku akamletea mwanamke changamoto wakati wa kushika mimba, au pia anaweza kupata maumivu makali anapokuwa kwenye siku zake, tunasema anakuwa na chronic PID. Kwa hiyo maambukizi yakienda kwenye kizazi yanaweza kwenda mpaka kwenye mirija na kusababisha kuharibu mirija yake
au mirija wakati mwingine inaweza kuziba, au mwisho wa siku mrija ukiharibika inaweza kusababisha mwanamke asishike mimba au akapata mimba nje ya kizazi. Kwa hiyo tatizo kama hili sio zuri na linahitaji uchunguzi wa kina. Basi kwa ushauri zaidi kama nilivyoeleza mwanzoni, basi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba 0713 350084, lakini tunakushauri bonyeza alama ya kengele hapo juu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Basi subscribe channel yetu ili kila mara tunapotuma taarifa hizi uwe wa kwanza kuzipata. Kama nilivyojitambulisha mwanzo, naitwa Dr. Charlie, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi. Basi ukiwa na lolote tuwasiliane kwa njia ya comment, au kama nilivyosema unaweza kubonyeza alama ya kengele hapo juu kwa ajili ya kusubscribe channel yetu mara kwa mara unapata taarifa za mwanzo.